Basi naomba unisamehe, nimekukosea mwenzangu. Halafu hebu kaa kwanza. Da, hivi mimi jembe linipige na maisha nayo yanipige. Hivi nimekosa nini mimi hapa duniani? Mapenzi yananisumbua, tena yananisumbua sana. Nitafanya nini mimi? Nishike lipi mimi ili kusudi kuepukana na hili janga la umaskini? Da. Ulitaka kusemaje? Halafu mbona kama ulikuwa umeshika kitu mkononi? Nilipoingia tu ukaficha. Ni nini hicho? Halafu hivi kwa nini unafuatilia mambo yasiyo kuhusu? Hivi una matatizo gani wewe? Nilikuwa nauliza tu, ila si kwa ubaya mchumba wangu. Ila uwe makini, nakupenda sana mchumba wangu. Pia nakutegemea sana. Ndio uache karaha zako. Maana wewe na dada hampishani. Akili yenu ni moja. Mada zenu hazipishani. Sijui mna matatizo gani yani. Sawa, nimekuelewa. Ila nimekupitia, twende kanisani leo. Alafu naona una matatizo. Hebu ondoka, nina kazi. Oya kaka, mimi kuna jambo naliona alipo sawa kabisa. Jambo gani hilo tena ndugu yangu? Ni juu ya shemeji yangu Mariamu. Unamaanisha hatuendani au? Nimesikia fununu kuwa kuna jamaa alithi naye. Ina maana Mariamu ananisaliti mimi kweli? Haina haja ya kupaniki bro. Mimi nimekupa taarifa tu. Ila tulichunguze kwanza. Maana lisemwalo lipo, na kama halipo lipo njiani linakuja. La msingi chukua uangalifu katika hili. Sawa. Nashukuru ndugu yangu kwa taarifa hii. Kwa hiyo tuachane naye. Isikuzamishe sana kwenye mada. Kikubwa kabisa, hebu tufocus sasa katika maisha. Hiyo ndio. Je, Vipi nasi? Poa, naona unawaza sana au nijua kile nilichokwambia? Hapana, mimi kichwa changu kifupi nilikwambia kwamba hakiko sawa na hata sasa bado siko sawa. Kuna mambo yananichanganya. Lakini kichwa changu mapema je. Mbona nijibu tu haraka haraka mpaka uvute subira nini? Kitu jibu haraka haraka. Na mambo mengi sana yananisumbua na ndio maana nilikwambia. Mambo mengi ya nini sasa? Nipe tu jibu. Hebu subiri, na unaonekana kwamba ni king'ang'anizi sana. Kwani hivi shida kweli?
hilo la kunipenda sawa, unanipenda, lakini mimi siko sawa kwa sasa. Jay, usiondoke Jay. 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 Sema na moyo wako, sema usitamani mafanikio usiojua chimbuko lake. Huenda ikawa kilio, utajalia we mwana mteketezi. Jeva, haya unayoyafanya sasa na kuyaona ni bora kwako, Mungu anayahesabu. Siku moja utayalipia. Mimi naondoka. Msikia? Bwana, kila mtu ataubeba msalaba wake. Kwani dhambi yangu mimi wewe inakugharimu nini? Wewe ukitaka tuwe tunaelewana, hakikisha unapokuja kwangu uwe na mada iliyonyoka na mpya. Ukweli nimeachoka mahubiri yako. Ala. Haya, sawa. Chunga tamaa zako, chunga. Sema na moyo wako, sema usitamani mafanikio usiojua chimbuko lake. Huenda ikawa kilio, utajalia we mwana mteketezi. Habari mwalimu. Salamu. Nzima? Nzima. Nimepewa namba yako bwana na jamaa moja. Wewe ndio mwalimu wa, kwanza nianzie mkoa wa Kigoma, wilaya ya Kasulu, shule ya Kasangezi. Ndio. Ndio kwa shule hiyo? Ndio. Bana, hiyo shule nimeifuatilia sana. Nimeonesha kwamba inaonesha kwamba ina ufaulu mzuri. Kwa hiyo nimevutiwa kwamba mimi mwanangu nimhamishe huko kwako. Je, nafasi naipata? Kwanza nataka kujua huwa anaongea na nani? Mimi naitwa Deusi Charles, kwa jina lingine maarufu ananiita Mangala. Ndio. Na mimi naitwa Mwalimu Edward Henry Kanyika. Sawa, basi sasa nikombe kitu kimoja. Ndio. Mimi ngoja nifanye process za hapa niende kwa mwalimu ili kusudi niweze kufanya process za uhamisho, na maana kesho tu na imani nitakamilisha. Ndio. Sawa sawa. Asante sana mwalimu wangu. Asante na wewe mzazi. Sasa nakwenda kuwa tajiri mkubwa hapa Morogoro. Ama kweli, mtu sio mbwa. Yaani kwanza mademu wote walionikataa lazima nipite nao. Kaka. Kaka. Odi. Pita. Karibu dada. Asante. Karibu sana dada. Asante sana.
Dada, shikamoo. Marhaba za siku. Njema, vipi hali? Salama. Habari za karibu. Na hapa kama unavyojua geto la mdogo wako hakuna viti kabisa. Hata usiwe na wasiwasi. Sawa dada. Kaka, kelele zote nilizokuwa nazisikia hapo nje, nikajua unaongea na rafiki zako au na wifi. Kumbe ulikuwa peke yako kaka. Dada, mimi nilikuwa naongea na wifi yako kwa simu. Kwani umesikia nini dada? Kaka, nimesikia yote. Mara nitatembea na wanawake wote nitapita nao, mara nitatembea mikoa yote nchini hapa, nitakuwa tajiri mkubwa. Kaka, kulikoni? Kwa hela gani uliokuwepo nao? Na mimi niambie basi hiyo siri ya mafanikio na mimi nijue. Usijali dada. Nadhani ni vile tu nawaza juu ya umaskini wetu. Na pia hivyo nitaongeza juhudi za utafutaji ili niweze kufikia hayo malengo dada yangu. Ondoa shaka kuhusu hilo. Kaka, hayo malengo yanaonekana dhahiri wala sio ya bei poa. Sauko nzuri kaka. Sijui za huko. Wewe kijana. Oya, kuna mzee nataka niongee naye hapa, nitakucheki. Vipi habari? Safi, vipi mzee wangu? Salama, mzima. Mzima, sio wewe? Salama. Ndio. Wewe ndio kakake Nyanyokani? Naam, ndio mimi. Sasa nimetoka kufanya uhamisho wa mwanangu. Kwa hiyo kamwambie mdogo wako. Sasa hivi ninaenda kudili naye. Alichokifanya nimetumia gharama ndefu. Kwa hiyo sasa, kuanzia sasa ninaanza kudili na yeye kwa hatua nyingine. Sasa mzee wangu, mbona kama unafika mbali sana? Ndio, nafika mbali. Ulishawahi kusomesha mtoto? Basi nimetumia gharama kubwa sana kwa ajili yake. Kwa hiyo sasa atakachokiona ujue kwamba kimefanywa na Deus Mangara. Mbona anazungumzika hayo mzee wangu? Huwezi kuzungumzika, ndio shua hiyo. Ina maana chochote kitakachotokea kwenu ujue aliyokifanya ni mimi. Naondoka. Kaka, usipokuwepo makini nakwambia atakufa mtu hapo. Dada, maneno gani hayo unaongea sasa? Afe mtu kwa sababu gani sasa? Shauri yako. Na una mpango gani na Evelina? Haeleweki bwana. Dada, kifupi anazingua. Kaka, yule mwanamke anakupenda sana tu. Sasa kisa nakwambia tu uende kanisani ndio umchukie. Una pepo wewe eti Dada, anakudanganya. Hana lolote yule, kazi kwenu. Dada, hebu naomba uniache. Mimi nachoona tu wote tu mnazingua. Kaka, tambua Biblia ni neno la Mungu. Tena yoyote aliyozaliwa na mwanamke na siku zake zinahesabiwa. Badilika kaka, siku hazigandi. Oho. Haya, tambadilika dada. Maana huo ukianza huo malizi na hayo maneno yako. Tutakesha hapa bure. Haya kaka, mimi nilipita tu kukusalimia, naenda zangu kanisani. Kama wifi atapita huku, mwambie mimi nimetangulia. Haya sawa dada, mimi nimekuelewa. Nitamwambia. Karibu sana dada. Haina shida. Ni kwamba mimi nimekaa nikafikiria, nimeona atukuzwe nimhamishe shule. Nataka kumhamisha shule? Ndio. Unampeleka wapi mume wangu Mtegedo? Mimi nimeona kwamba nataka nimpeleke Kigoma. Jamani mwanangu. Kwa sababu malengo ya kumsomesha mtoto ni ili aweze kujua. Na sasa kama atachanganya mambo mawili kwa wakati mmoja, mapenzi na shule ni vitu viwili tofauti. Na unajua hawa vijana akishaanza kuwa ana mahusiano naye, ina maana atamtoa katika kwenye mudi ya shule. Kwa ndio maana nimeona kwamba nataka nimhamishe.